na kuwapa mwanga juu ya hili, lakini pia watapata uelewa mpana kuhusu sheria inasema nini kuhusu jambo hili, na pia inasaidia mtu binafsi kulinda taarifa zake, kwa sababu tumeona tayari mitaani huko viziwi wengi taarifa zao zinavuja. Mfano, kuna picha za ngono, zingine zinatengenezwa na kurushwa. Lakini sasa jamii yetu ya viziwi ipo kwenye hatari kwa sababu inakosa uelewa unaohusu taarifa binafsi. Sasa tumeshajifunza kuhusu sheria, lakini pia kuhusu majukumu ya tume. Sasa tumeshaelewa kwamba tukipata changamoto yote tuanzie wapi. Ikitokea changamoto yote kama hiyo, tunajua sasa tuanzie wapi kufuatilia ili tupate haki. Sababu kweli hii mada ni nzuri sana, ndio maana sisi tumepata mwanga na itatusaidia sana kupata mwanga. Lakini vile vile tukirudi mtaani tunaweza kuwa mabalozi kwa viziwi wengine pamoja na jamii kwa ujumla. Upande wangu, kwa taarifa zangu binafsi kuvuja, sijawahi kupata hiyo changamoto, lakini mimi nafuatilia sana kwa kusoma taarifa mbalimbali. Kwa hiyo ninafahamu kuna changamoto, lakini pia nakuwa makini, lakini pia nadhibiti taarifa zangu kuvuja. Mafunzo ambayo tumeyapata tunaona yametusaidia, yanaendelea kutusaidia zaidi kutupanua wapi tulikuwa na sasa hivi kuna kitu gani tumegundua, kwamba mfano sasa hivi tunatumia mitandao ya Facebook. Watu natumia picha ya mtu, anatumia picha ya mtu anaweka kwenye profile yake kwamba huyu ni fulani, lakini yeye binafsi sio yeye, anaitumia picha ile. Kwa hiyo kwa maelezo tuliopewa hapa ni kwamba ni kosa la kisheria kutumia picha ya mtu kama unajitambulisha mimi ni fulani, ila sio mtu husika. Pia mafunzo yametuinua wigo kwamba kuna taarifa binafsi, kuna taarifa ambazo ni siri kati ya muhusika na muhusika. Sio sahihi kutoa taarifa kwa mtu mwingine ambaye sio muhusika wa hizo taarifa. Kwa mfano, tunaona sasa hivi hata kwenye ajira za makampuni binafsi, au mtu unapeleka barua unakwambia ambatanisha na kitu fulani, unaambatanisha kila kitu, kesho kutwa unaikuta inafungiwa mandazi, labda sehemu imefungiwa vitumbua, lakini kuna taarifa za mtu muhimu pale, kuna cheti cha kuzaliwa pale, kina taarifa ambazo zilikuwa zinaweza kufanyia ule kuzulika kulingana na zile taarifa kupatikana. Binafsi huwa zipo. Kuna mtu anasema sasa kwenye mtandao wa Facebook kuna watu wanasema wanatoa mikopo, kwamba mtu anatumia jina la mtu mkubwa kwamba ni unatoa mkopo kwa online sio nini, lakini ukiangalia sio muhusika. Mfano, kuna watu wanatumia hizi account wanaita More Foundation. Mtu anaamua tu kujiandika tu mimi More Foundation. Wengine kuna makundi wanasema wanatoa ajira. Anasema mimi natoa ajira ya kitu fulani, tuma maombi hivi na hivi. Haya, ukiingia kwenye anakuambia basi tanguliza shilingi 50,000 ni kuendelea kuchakatia taarifa zako. Kwa hiyo kiuhalisia sio muhusika ambaye, ndio maana utapeli unaoenda kutumika pale. Mtu anafanya utapeli kupitia kampuni fulani ila sio muhusika.